Ya, naitwa Khalid Ramadhan Tunda. Wengi wajua kama kapteni wa Bongo Flava Tanzania Tunda man. Msiba huu ni wa ndugu yangu kabisa kwa sababu ni mtu ambaye baada ya kutoa ngoma yake ya kwanza tu na mimi kufanya ngoma yangu ya kwanza, Marehemu Abdul Bonga katuunganisha pamoja, tukafanya album pamoja na nyimbo zetu zimefika mbali na nyimbo zetu zimewashawishi wasanii wengi wadogo kipindi hicho kuingia kwenye muziki pia. Kwa hiyo ni mtu ambaye niko na movement naye nyingi huko nyuma, japo kabla hajafariki tulikuwa tufanye kazi pamoja, lakini alikuwa bado familia yangu, ni bado ndugu yangu. Kwa hiyo msiba ulipotokea nimeumia kiukweli, kwa namna moja au nyingine nimeumia sana, na kama familia ya TikTok Connection ilikuwa pamoja bega kwa bega kwa sababu walikuwa mwanafamilia wa TikTok Connection. Ndio maana mpaka leo hii unakuta mimi Tunda man niko hapa kwa sababu alikuwa ni ndugu yangu, alikuwa ni msanii mwenzangu, alikuwa ni familia yangu kabisa. Sparky ni mtu wa namna gani? Sparky ni mtu fulani mpole, ni mtu fulani msiri, ni mtu fulani hivi ambaye hapendi vitu vyake vingi watu wavijue. Lakini kuna muda alipitia changamoto za kiuchumi, lakini kama miezi 4-3 hivi alikuwa ameshakaa sawa. Kwa hiyo ndio maana watu wengi wanaambia kuhusu stress ndio limeondoa, na sio kweli, kwa sababu alikuwa yuko vizuri kwa kipindi cha miezi 3-4, kwa sababu mimi mara mwisho nilikutana naye natokea Dodoma kwenye SGR, tukapiga sana story. Kwa hiyo na alikuwa yuko vizuri kwa sababu familia yake ilikuwa iko mbali, akarudisha familia yake pamoja, watoto wake ndio wako sehemu tofauti wanalelewa, akawachukua pamoja, akalipa kodi ya nyumba, akalipia watoto ada shule. Kwa alikuwa tayari alipanga alipie video. Kwa alikuwa na plan nyingi, lakini ukipanga malengo yako na Mwenyezi Mungu pia anapanga kitu chake. Pole sana. Tumeona hapa mkurugenzi wa Arbabu akizungumzia swala zima la kukosekana kwa wasanii. Labda kwa upande wako hii unalizungumziaje, na huenda likawa ama likawa sivyo? Kukosekana kwa wasanii katika msiba huu, unahisi pengine nini ambacho pengine kinaweza ikapelekea? Sitaki kuzungumzia sana, lakini kuna simu nimezipokea za watu ambao kama Alikiba alinipigia, aliulizia msiba mara kwanza, nikamwambia uko Chamanzi, then nikaongea na meneja yake Chiko kama msiba uko huko, wakashiriki. Nafikiri mtu wao wamemleta. Harmonize alinipigia pia, akasema kwamba, akaniambia kwamba yeye kaenda Zambia, lakini kama kuna lolote ambalo linahitajika tumwambie. Na pia kuna Ibra alinipigia, Baraka da Prince alinipigia, Ichibaba alinipigia. Kwa hiyo kuna simu nimezipokea za kupapole na watu kujitahidi kujumuika katika issue hiyo, lakini labda kwa sababu ya umbali, kwa sababu ya kitu gani, lakini sijui sababu nini. Nafikiri nyinyi mkutana nao au mkutana na viongozi wa muziki, itabidi muulize hili swali, kwa sababu mtu kuja kuzika so ni yeye tu kuamua, sio swala tu la kusema msanii sio msanii. Maana kuna watu wengine amekuja Bongo Movie hapa, amekuja Niva yeye so imbi, lakini kwa sababu anajali, anajua nini maana ya kumzika na rafiki yake au ndugu yake, amekuja. Kwa hiyo ni mtu tu na mtu, kwa hiyo huwezi kumdiscuss mtu kwa nini hajaja au kwa nini kaja. Wale ukuja, tushukuru Mungu amekuja na tumemstiri mwenzetu, alhamdulillah rabbil alamin. Shukuru sana. Kati ya walioshuka kwenye kaburi pale chini, wewe ni mmoja wapo na ndio ambao umechaguliwa kushuka pale chini. Hii umeipokeaje? Umejisikiaje? Nini maana yake? Mimi ni muoga sana, lakini nilichaguliwa na nikaona sina budi, kwa sababu ukija kuangalia kweli katika watu ambao mtu kadaa rafiki zake karibu hakuna zaidi yangu mimi. Kwa nini nimegundua hata mimi nisipoingia kule chini ataingia nani mwingine ambaye anaweza akachukua nafasi kama yangu, kwa sababu at least tukikuwa kama 10-15 au 3, nikisema basi nimemchagua huyu au kuchagua huyu, lakini ilikuwa no choice kwa sababu niko peke yangu. Kwa hiyo nikaona bwana niingie, na nimemshika kwa mara ya mwisho wakati tulishikana wakati yuko hai, na nimemshika wakati amefariki. Kwa hiyo amenifundisha vitu vingi, yaani kuingia kule ndani mimi pia amenifundisha vitu vingi. Na pale shehe ameongea kitu kwamba kifo, uhai na kifo viko karibu sana. Kwa hiyo tukifanya muziki, tukifanya sanaa, tusisahau kwamba
kuna Mwenyezi Mungu pia. Mipango mingi na Mwenyezi Mungu pia anapanga mipango yake. Kwa hiyo muda huu ambao sisi tuko hai, tunataka tumtumikie Mwenyezi Mungu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo tujitoe. Mtu anafanya shughuli zake, ikifika muda wa kuswali kama Mkristo aende msikalisani, kama Muislamu aende msikitini. Kwa hiyo mimi pia na washauri wa wasanii wenzangu, na washauri rafiki zangu, ndugu zangu kwamba tuje kwenye turudi kwa Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu nafikiri ndio kila kitu, na tunafanya vitu vingi vya kumkosea, lakini tunatakiwa turudi kwake ili tumtumikie Mwenyezi Mungu.